Alitumia maji ya upako au udongo wa upako, maandazi ya upako kama hawa watumishi wa sasa hivi wanavyofanya? Ndio swali. Wewe ukijiuliza hilo utapata majibu. Lakini pia tuna swali nyingine la kujiuliza. Huyu anayesema Mungu amemfunulia atumie tunda kumtibu mtu, huyu naye tuna haja. Na wengine mboga za majani. Wengine wanatumia mchicha eti mtu anafunguliwa. Utaona kuna mambo mawili. Inawezekana ni maslahi au inawezekana kuna nguvu nyingine inayoachilia huo ufunuo kabisa. Kwa sababu Yesu kama Yesu ambaye ndio kianzilishi chetu, ndio chanzo chetu cha imani, hakuwa na msingi, hakuwa na kitu hiki, hakuwahi kutumia vitu vya aina hii. Kwa hiyo utaona tu chanzo cha imani hiyo ambayo wanatumia maandazi. Na nimeona kuna mtumishi mmoja ameambia washirika waje na nywele, waje na kucha. Sasa utaona kinachoendelea ni mambo fulani ambayo ya kiuganga kabisa. Kuna mtumishi mmoja pia nimewahi kumsikia anatoa maelekezo mpaka watu namna ya kutoa kafara. Anawaambia ukitaka utoe kafara ufanikiwe, au ukitaka kuona mafanikio, mganga wa kweli yuko 1 2 3. Yaani unaona walichomeza. Tuna kitu tunakifahamu. Kinachomtoka mtu ni kile kilichojazwa ndani ya moyo wake. Sasa unapomsikia mhubiri wa Injili anaongea kitu, tunategemea aliyemjaza ndani ni nani. Sasa ukiona huyu anazungumza mambo ya uganga, huyu anazungumza mambo ya nywele, huyu anazungumza mambo ya kucha, huyu anazungumza mambo ya mapera na maembe, muangalie alikotokea, baba yake aliyemlea kiroho ametokea kwenye msingi gani, utaona alikotokea. Tuna watumishi wengi leo ni wachungaji, fuatilia historia yao walikotoka. Hana baba wa kiroho, hakulelewa kiimani. Sasa mtoto gani anayekuwa kiimani bila malezi? Ndio hao unaona wanaongea vitu vya ajabu. Leo unasikia anazungumza kwamba ukitaka mganga anahusiana vipi na kanisa? Mganga anahusiana vipi na mambo ya Mungu? Na imekuwa kuna mtumishi mmoja anachanganya vitu viwili tofauti, analeta Uislamu ndani ya kanisa. Ili pia nalo unalizungumziaje? Kuchanganya Uislamu na Ukristo ni kukosa maarifa pia. Yaani inawezekana kabisa huyu hana maarifa. Ni sawa na kuchanganya mafuta na maji, havikaagi pamoja. Sasa huwezi kuvileta pamoja. Ukiona analazimisha hicho, inawezekana kuna maslahi fulani anayajaribu kuyatetea. Inawezekana ana watu fulani kutokea upande huo na ana watu fulani kutokea upande huu. Kwa hiyo anajaribu kufanya kila upande aonekane mwema, kila upande aonekane yuko sawa, kila upande wa mkubali. Anajaribu kuvuta watu kutoka kushoto na kutoka kulia ili aende nao pamoja. Hiyo ndio mbinu pekee ambayo huwa wanaitumia kutafuta kuteka watu kwa namna hiyo. Na tumeona hata mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa IPM ameandaa kikao cha wanaume. Wewe unakizungumziaje? Je, ni kikao cha wanaume kweli au ni mbinu za kuteka wale wenye fedha na wenye majina ili kuwasogeza karibu? Kuna kitu kidogo ambacho tunapaswa kukitazama, kwa sababu kuitisha kikao wala sio jambo baya. Kuitisha kikao ni jambo zuri kabisa. Ametamani kuita wababa, kuita wanaume, tukae pamoja tuzungumze. Lakini mantiki tunatafuta kuangalia nini kilizungumzwa. Kama yeye ni mtumishi wa Mungu, alivyoitisha wanaume alijenga nini kwao, au nini ilikuwa pointi ya msingi kwenye kikao. Kwa sababu hata kwenye harusi kikao kikija kina mambo ya msingi: kukusanya michango, watu kuahidi, kwenye kupanga zile kamati, ndio mambo ya msingi kwenye swala zima la harusi. Kwa hiyo utaona hata pale kile ambacho kilikuwa kama ndio mantiki ya msingi ndio kitakachoeleza. Kwa sababu kama kikao kiliitishwa kwa ajili ya neno la Mungu, tungeona wahubiri wakihubiri neno la Mungu kuwajenga hao watu. Lakini kama kikao kiliitishwa kwa ajili ya kutaka michango, ilikuwa ni kuita michango na michango itatoka. Kama kikao kilikuwa kina namna fulani ya kutaka kuwaunganisha watu fulani, nimeona mahali fulani, yani mtu anaitisha watu kutafuta kuwapatanisha. Inawezekana pengine watu walikuwa wamepishana, kwa hiyo anamuita huyu, anawatengenezea namna fulani ya kitu fulani kitakachofanya wakutane pamoja ili kutafuta kujenga kuwapatanisha. Kwa hiyo inawezekana pengine kulikuwa kuna sababu ya msingi ya kuitisha wanaume, lakini utaona kikao kilikuwa kina maana
kina point ya msingi ya kikao. Unaona? Kwa hiyo sijajua, sijaingia sana kuona point yake ilikuwa nini, lakini mimi ninavyofikiri kwamba kikao kama kimeitishwa na mchungaji, mtumishi wa Mungu, lazima kikao kitakuwa na msingi wa neno la Mungu. Lazima kikao kitakuwa kinadili na mambo ya Mungu, kwa sababu yule ni mjumbe wa Mungu. Kwa hiyo hata kuwa na kitu kingine zaidi ni kuhamasisha na kuasisitiza watu na kuwaelekeza watu namna Mungu anavyotaka, ndicho alichoagizwa. Sasa kama atakuwa amefanya tofauti na hicho, tutakuwa na maswali zaidi kwamba nini ilikuwa lengo la kikao. Lakini wewe ushawahi kumfuatilia huyu mtumishi wa Mungu mnayemzungumzia hapa? Mara kadhaa tunaona kwenye mitandao, mwahi kuona hicho kikao, watu viongozi baadhi wa serikali wamekusanyika, kuna baadhi ya watu maarufu wamekusanyika hapo kwa ajili ya hicho kikao, lakini sikufuatilia sana kujua kikao kilikuwa kinajadili nini. Hapana, hiyo sikuingia sana, lakini pointi yangu itabaki pale kwamba tunajaribu kuangalia kikao kililenga nini, shabaha ya kile kikao. Shabaha ya kikao ililenga pesa, ililenga neno la Mungu, ililenga kukusanya michango, ililenga kutafuta kuwasaidia watu kwenye changamoto, ililenga kuwatoa watu kwenye mazingira fulani magumu, vitu kama hivyo. Hiyo ndio tunayoitazama kwa sasa. Naam, Pastor, kuna kipindi ulianzisha ishu ya kufukuza wale waganga wa kienyeji katika mtaa ambao wewe umeweka kanisa, na ulifanya yale maombi na kufukuza wale waganga wa kienyeji. Baadaye wakaanza kuongea maneno mengi, wengine huyu ndo mchawi mwenyewe, wengine wakazungumza maneno mengi sana. Wewe unalizungumziaje hili swala? Yesu ameongea kitu, amesema mtu huwezi kumfunga mtu mwenye nguvu, sharti lazima uwe na nguvu zaidi yake. Unaona? Kwa hiyo hata tulipoingia kwenye mji kwanza huduma hapa, palikuwa na hizo changamoto. Tulikuwa tumezungukwa na waganga takriban kama 3-4 walikuwa hapa wakifanya shughuli zao za uganga, na sisi tulikuwa tumeanza maombi. Kwa kweli ilikuwa ni vurugu, lakini baada ya kuona ile vurugu, kwa sababu wakawa wanashambulia watu na kutengeneza vitu fulani vya kuwapiga watu waharibu kwa magonjwa na nini, tukasema lazima tuwafanyie kazi. Kwa hiyo sisi tukaamua kukaa kwenye maombi ya kufunga na kuanza maombi ya kuhamisha. Kweli aliondoka wa kwanza, akaondoka wa pili, na hivi kuna mmoja alikuwa pale juu, naye sasa hivi ameshaondoka. Wote